Umepokea taarifa mbaya na unashtuka na unataka kusema oh Mungu wangu. Kwa Kiingereza utasema oh my God, si ndio Lakini hiyo sasa ukitaka iwe tamu zaidi sema holy moly. Holy moly. Kuna kitu ambacho unaambiwa ukifanye na wewe unataka kusema nitajaribu. Kwa Kiingereza utasema I'll try. Lakini hiyo ukitaka iwe tamu zaidi sema I will give it a shot. Kwa haraka utasema I'll give it a shot. I'll give it a shot. I'll give it a shot. Okay, kuna kitu ambacho unatakiwa kukizungumza au kuja nacho sehemu alafu unataka kusema nisahau. Kwa Kiingereza utasema I forgot. Lakini hiyo ukitaka iwe tamu zaidi utasema it slipped my mind. It slipped my mind. It slipped my mind. Slipped my mind. Mtu anakupigia simu alafu anataka kumwambia subiri kidogo. Kwa Kiingereza utasema wait a minute. Lakini hiyo ukitaka iwe tamu zaidi sema hold on a minute au hold on a second. Hold on a second. Hold on a second. Hold on a second. Umepata kitu fulani au taarifa fulani nzuri na imekufurahisha, unataka kusema nina furaha. Kwa Kiingereza utasema I'm happy. Lakini hiyo ukitaka iwe tamu zaidi sema I'm delighted. Well, I'm delighted. Oh, I'm delighted. Mpo sehemu umekaa na washikaji alafu kinapita kitu ambacho kinavutia, mtu anakuuliza umeona hiyo? Alafu unataka kusema sio vitu vyangu. Unasemaje kwa Kiingereza? Niko hopeless. It is not my cup of tea. It's not my cup of tea. Yeah, it's not my cup of tea, but you know. Not my cup of tea. Yes, na hizo hapo ni terms tamu zaidi ambazo of course ukizi master zitaweza kukusaidia kuboresha Kiingereza chako na kuwa kitamu zaidi. Ukija kwenye program zetu hapa tutakufundisha lugha hii ya Kiingereza, utaelewa, utaimarika na kuwa bora zaidi. Next time.